Hatujambo. Humu ndio mnasoma science? Ndiyo mwalimu. Madaktari? Ndiyo. Sawa. Sasa nataka nifahamu, utamjueje mtu mwenye madini chuma mwilini mwake? Mwalimu, kwanza tutagundua kama mtu ana madini chuma mwilini awe anakula mboga za majani, kwa sababu mboga za majani zinamsababishia atakuwa na nguvu, pia atakuwa na uwezo wa kuona mbali, yani kile kutazama kitu kwa umbali mkubwa. Kingine awe anakula mboga za dagaa, kwa sababu dagaa ina protini, na protini kama kawaida unavyojua inaleta nguvu jamaa. Inaleta nguvu. Okay. Mwalimu, asante kwa kunipa nafasi. Kwanza naomba kabisa nikanushe sentensi aliyozungumza mwenzangu hapa kwamba anatakiwa anakula dagaa anaona mbali. Ili mtu aone mbali natakiwa atumie darubini, sawa, siku nyingine. Mwalimu, ili tunagunduaje mtu kama ana madini chuma mwilini? Huyo mtu lazima awe anaishi Chunya, kwa sababu ndiko madini yako. Lakini pia pointi ya pili, utajuaje mtu ambaye ana madini chuma mwilini? Lazima awe ananyanyua chuma. Njoo basi, njoo kumbele, njoo. Nilikuwa na pointi ya tatu ya mwisho. Ndio. Utajuaje kama mtu ana madini chuma mwilini? Ni wale watu ambao wanahusika na masuala ya kupima hizi scraper. Njoo. Mpuzi. Asante kwa kunipa nafasi hii. Mimi naomba niungane na mwenzangu aliyekuja hapo mbele. Unavyozungumzia madini chuma, mimi nahisi ni mtu mwenyewe. Kwa mfano kama unaona hii, mimi ni chuma nimekomaa. Alafu kizungumzia mtu mwingine ambaye anaweza kaa ni chuma, kwa mfano kama Chidibenzi. Chidibenzi anaweza kaa ni chuma kwa sababu kakomaa. Alafu tena kuna chuma ulete. Njoo na wewe. Na wewe njoo. Nimepatia. Sawa, umepatia. Njoo hapa. Wewe hivi ngoja kwanza mwalimu. Wewe ndoto yako ni kuwa nani? Daktari. Kwa hiyo daktari ndo unaandika hivi. Yaani unaandikia mkono au unaandikia kitu gani? Naandikia mkono wa kulia. Wa kulia ndo unaandika hivi, ndo mwandiko wa kunaandikia. Alafu daktari anachanganya hesabu, anachanganya biology humu. Mbona unachanganya hata sisi wewe?